Fikiria hii kidogo. Unajitoa maisha yako yote kusaidia familia yako. Unaacha ndoto zako, unaweka kila kitu pembeni. Unakataa mapenzi kwa sababu tu unataka kuwainua wengine. Halafu, siku moja, unagundua mwanaume aliyekuahidi kukuoa amekuja, si kwa ajili yako. Hii si hadithi ya kubuni tu. Hii ni simulizi ya maisha halisi ya Monica. Na kile kilichotokea baadaye kinaweza kukuacha na maswali mengi kuliko majibu. Leo tunaenda kusimulia hadithi ya msichana mmoja. Msichana aliyebeba familia yake mabegani. Lakini mwisho wake, maisha yakambadilisha kwa namna ambayo hakutarajia. Hii ni stori ya Monica. Filamu inaanza na asubuhi ya kawaida. Lakini ukiangalia vizuri, si ya kawaida kabisa. Monica anaamshwa mapema na mama yake. Hapa tayari tunaona maisha yake si mepesi. Ni binti mkubwa kwenye familia, na majukumu yote yanaonekana kumwangukia yeye. Wakati watoto wengine bado wanalala, yeye tayari anahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Anawasaidia wadogo zake, anahakikisha wanajiandaa kwenda shule, na bado anapaswa kwenda kufanya kazi. Hapa ndipo tunaelewa kitu muhimu. Monica si mtoto wa kawaida. Yeye ni kama mzazi wa pili. Baadaye tunaona maisha yao ya kila siku. Familia yao inaishi maisha ya kawaida sana, ya kujitahidi. Mama anafanya biashara ndogo ndogo, baba anahangaika. Lakini ukweli ni kwamba hali ni ngumu. Na hapa ndipo tunaanza kuona mgogoro wa ndani ya Monica. Kwa sababu kuna kitu kinamsumbua. Siku moja, akiwa sokoni na mama yake, Monica anafunguka. Anamwambia mama yake kwamba kuna mwanaume, mtu wa karibu na familia, ambaye huwa anamgusa vibaya na kumuita mke wake. Hii si kawaida. Hii ni hatari. Lakini jibu la mama yake linavunja moyo. Mama anapuuza. Anamwambia asiwe na hasira sana. Na hapa ndipo tunaanza kuona tatizo kubwa zaidi. Sio tu umaskini, bali pia ukosefu wa ulinzi na uelewa. Kadri siku zinavyokwenda, tunaona Monica akifanya kazi ya ushonaji. Ni mchapa kazi, ana kipaji, na hata watu kazini wanamtambua. Lakini hata hapo kuna changamoto. Watu wengine wanamdharau, wanamchukulia poa, na bado anavumilia. Kwa nini? Kwa sababu anajua familia yake inamtegemea. Wakati huo huo, wadogo zake wanaendelea na shule. Monica ndiye anawasaidia kusoma, anawafundisha, anawalea. Lakini kuna jambo moja linamuumiza sana. Yeye mwenyewe aliacha shule. Ndoto zake zilibaki nyuma ili wengine waende mbele. Sasa mambo yanabadilika kidogo. Kuna mwanaume anaitwa Pascal. Pascal anampenda Monica. Anamwambia wazi kuwa anataka kukuoa, anataka kumpa maisha mazuri. Na kwa mara ya kwanza tunaona tumaini. Lakini Monica anasita. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake uko kwa familia yake. Anasema wazi, sio muda sahihi. Pascal anajaribu kumshawishi. Anamwambia ataweza kumtunza, hata anataka kumnunulia mashini ya kushona ili aanze maisha mapya. Lakini Monica anakataa kupokea msaada huo kirahisi. Hapa tunaona kitu cha kipekee kwake. Ana heshima, ana misingi, na hawezi kuuza utu wake kwa pesa. Lakini nyumbani hali inazidi kuwa ngumu. Kuna pesa inahitajika kwa ajili ya ada ya mitihani. Lakini familia inaamua kutumia pesa hizo kwa mambo ya haraka zaidi. Na ndoto ya Monica ya kurudi shule inaahirishwa tena. Kuna tukio lingine muhimu sana. Yule mwanaume aliyekuwa akimnyanyasa hapo awali anakuja tena na ofa chafu. Anamwambia aingie ndani kwake, atampa pesa nyingi. Lakini Monica anakataa. Anasimama imara. Hii ni moment mbaya sana kwenye story. Inaonyesha licha ya mazingira yake, bado anajithamini. Kadri muda unavyoenda, Pascal anaendelea kusisitiza suala la ndoa. Lakini mama ya Monica anaingilia kati. Anamwambia Monica awe makini. Wanaume wanaweza kudanganya.
Na pia anasisitiza kuwa Monica bado ana majukumu kwa familia. Hapa ndipo Monica anachanganyikiwa zaidi. Upendo versus wajibu. Hatimaye Monica anakubali kusubiri. Anachagua familia yake. Na hapa ndipo kila kitu kinaanza kubadilika. Miaka inapita. Monica bado yuko pale pale, akifanya kazi, akijitamua, akisaidia familia, lakini wengine wanaanza kusonga mbele. Mdogo wake Chika anapata kazi nzuri, anaanza kubadilika. Anakuwa na maisha ya kisasa, ananunua vitu vya gharama kubwa. Na hapa tunaona tofauti wazi kati ya dada na mdogo. Mmoja alijitoa kwa familia, mwingine anaanza kuishi kwa ajili yake. Na kisha shock kubwa inakuja. Pascal anarudi, lakini si kwa ajili ya Monica. Anakuja kwa ajili ya Chika. Ndiyo, Pascal na Chika wameoana. Hii ni betrayal ya kiwango cha juu. Mtu aliyekuahidi maisha anaishia kumwoa dada yako mdogo. Na kilicho kibaya zaidi, familia inaonekana kusupport hilo. Hakuna anayekali hisia za Monica. Monica anavunjika moyo. Anajaribu kuelewa. Je, alifanya makosa kusubiri? Je, alijitoa sana kwa familia kiasi cha kujisahau? Hapa ndipo maumivu yanakuwa makubwa zaidi. Si tu amepoteza mpenzi, bali pia sauti yake haisikiki. Lakini maisha hayaishi hapo. Twist la mwisho inakuja. Bosi wake, ambaye ameona juhudi zake zote kwa miaka mingi, anamkabidhi biashara yake. Ndiyo, anampa shop zima. Kwa mara ya kwanza, Monica anaanza kupata kile alichostahili siku zote: heshima, fursa, mwanzo mpya. Na hapa ndipo ujumbe mkubwa wa stori unatoka. Wakati mwingine, maisha yanakuumiza si kwa sababu unastahili, bali kwa sababu kuna kitu kikubwa kinakuja mbele. Mwishoni mwa filamu, Monica anakutana tena na Pascal. Lakini sasa mambo yamebadilika. Sio yule msichana wa zamani tena. Amejifunza, ameumizwa, lakini pia amekuwa. Hii si stori ya mapenzi tu. Ni stori ya kujitoa, maumivu na kujipata tena. Ni stori inayokuuliza swali moja kubwa. Unapoweka maisha ya wengine mbele ya yako, mwisho wake unakuwa nini? Kama umefika hapa, andika kwenye comments. Monica alifanya sahihi au alijiumiza bure? Na usisahau kulike, kusubscribe na kushare, kwa sababu stori kama hizi zinahitaji kusikika.